Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Ukitaka kusifu pahala ambapo hapana makosa, hapana upungufu, hakuna dosari, basi sifa kwa ukamilifu ni zake Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe. Ya Rabbi zawadna taqwa, Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe zawadi ya ucha Mungu. Waghfir lana dhunubana, na utusamehe waja wako makosa yetu yote tuliyoyafanya. Wayassir lana alkhaira, na utuwepesishie kheri sisi. Haithu kunna, popote pale ambapo tutakuwepo sisi, tuwepesishie kheri tufikie. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihin wa huwa waliyul muttaqin, na nashuhudia ya kwamba hakuna afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, ambaye yeye ni kipenzi cha watu wema na pia vile vile ni kipenzi cha wacha Mungu. Wa nasirul mu'minina, na yeye Mwenyezi Mungu pia ni mwenye kuwanusuru waumini. Wa alimul asrar, na pia ni mjuzi wa siri zote, kujua kwenyewe ilma al-yaqin, kwa ujuzi uliokuwa na yaqini. Wa kashifu dhurri, na yeye Mwenyezi Mungu ndiye peke yake mwenye uwezo kuondoa madhara. Anil baisina, kutoka na wale wote wenye hali mbaya, kuanzia maradhi na umasikini na kila aina hali mbaya, Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye uwezo kuondosha kabla hali hizo. Wa qabilu tauba, na vile vile Mwenyezi Mungu huyo ndiyo mwenye uwezo kupokea toba kwa viumbe vyake. Ani taibina, lakini kwa wale tu watakokuwa tayari kurejea kwake Mwenyezi Mungu akatubia. Yabsutu yadahu billaili, hukunjua Mwenyezi Mungu mkono wake nyakati za usiku. Liyatua musiu nahar, ili kumpokelea toba na kumsamehe aliyefanya uharibifu mchana. Wa yabsutu yadahu binnahari, na Mwenyezi Mungu huyo humkunjulia mkono wake mchana, anaukunjua mkono wake mchana. Liyatuba musiu laili, ili kumpokelea toba yule aliyefanya makosa usiku. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Huna jami'atul aqaid. Ndugu Waislamu, hapa tulipo sasa tuko katika chuo maalumu cha itikadi, chuo ambacho kitatupatia kitu kiitwacho aqida iliyokuwa sahihi. Na tukiwa katika kipindi ambacho nyoyo hutulia kwa Mola wake, humuelekea zaidi Mola wake, ni kipindi kizuri cha kumfundisha mtu aqida iliyokuwa sahihi na akaondokea vyema. Aqaidul islamia, itikadi hiyo si nyingine isipokuwa itikadi ya Kiislamu sahihi. Ayuha alikhwatul mu'minun, enyi ndugu waumini, uqaddimu lihadharatikum, basi naleta kwenye hadhara yenu hii ad-darsa fi qismi al-imani, somo maalumu katika muhadhara wetu wa leo jioni hii, katika kifungu maalum cha imani. Na ili tufikie katika lengo hilo, waqad wajjahana, kwa hakika darsa hii itatuelekeza ila tabi'in jalil, kuelekea kwa tabi'i mtukufu. Tabi'i ni mtu ambaye alikuja duniani kwa kuwafuatia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
tena akafuatia yeye. Ni katika karne ambazo bora hizo duniani, kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema khairul quruni, bora ya karne duniani, ma ana alaihi wa ashabi, ni ile karne ambayo mimi nilikuwa juu yake ninaishi pamoja na masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha inafuatia vile vile ya wale waliofuatia masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha wengine vile vile waliofuatia hao matabi'i tabi'ina. Ama hizo ni karne, katika karne bora sana duniani. Ukitaka kujua ulifanyalo ni sahihi au si sahihi, macho yako yote uangalie kwenye karne hizo tatu. Hapo ndipo utapata ukweli ulivyo. Tena baada ya hapo inakuwa mambo yameharibika. Lakini khairul quruni, bora ya karne, ma ana alaihi, ni ile ambayo mimi nilikuwa juu yake naishi karne hiyo. Thumma, mimi pamoja na wa ashabi, masahaba wangu. Thumma alladhina yalunahum, kisha ile ambayo imefuatia ya wale ambao walikuja baada yao. Thumma alladhina yalunahum, kisha nyingine iliyokuja waliofuatia baada yao. Naam, katika darasa hii ambalo lengo lake kuu ni kutupeleka katika imani iliyo sahihi, na tunachagua katika darasa hii kumpata tabi'in jalil, na si peke yake, wa ila ibnatihi, pamoja na binti yake wa kike tabii huyo. Kwa nini? Liyulqi alaina darasan, ili atupatie sahaba tabii huyo pamoja na binti yake, atupatie somo maalumu fil imani almutlaq, katika imani ya moja kwa moja. Hakuna kwenda kulia na kushoto, moja kwa moja wachuma kitu maalum imani, jambo ambalo limewapotea watu wengi hilo. Mtume anafika kusema jaddidu imanakum bila ilaha illa Allah, zifanyeni mpya imani zenu kwa tamko la ilaha illa Allah, kwa sababu inaonekana hata wakati huo watu ilibidi waambiwe maneno hayo. Imani imelegalega, imeanguka, imepungua. Kwa hivyo ni katika darasa ambayo muhimu mno ndani ya kipindi kama hichi. Darsan fi imani almutlaq, ni somo maalumu hilo katika imani ya moja kwa moja. Ayuha alikhwatul a'izza, enyi ndugu watukufu, moja kwa moja nitakuwa natumia nafasi ya kuruka zaidi kwa spidi kubwa, moja kwa moja ila Dimashqi, mpaka katika mji wa Damascus. Baada ya hapo sukaha vile vile itabidi niondoke, wa antaqilu min Dimashqi, niondoke kutoka Dimashqi ila Masjid al-Habib al-Mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi, mpaka kwenye msikiti wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Hapo tutalipata lengo letu ambalo tunalitakia hapo. Na moja kwa moja ala suratin, kwa wepesi uliokuwa sana. Nahnu alana, sisi hivi sasa tujione, tujifikirie kwa nyoyo zetu, kwa akili zetu, moja kwa moja fi Dimashqi, tuko ndani ya mji wa Dimashqi. Katika Dimashqi al-khalifatu, wakati ule khalifa aliyokuwa amekalia kiti cha uongozi, Abdul Malik ibn Marwan, ni amiri aliyokuwa kiitwa Abdul Malik ibn Marwan. Yeye kwa hakika yatarabbau ala arshil hukam, ndiye aliyekuwa amekalia katika pembe zake zote nne kiti cha uongozi. Al-khalifatu al-ana, katika mji huo khalifa huyu hivi sasa yursilu ila amilihi, anapeleka ujumbe rasmi kwa mfanyakazi wake akiitwa Hisham ibn Ismail, anampelekea ujumbe rasmi. Wa yakulu lahu, na anasema kumwambia mjumbe huyo, idhhab ila almadinati almunawwara
Hisham, na ujumbe rasmi, nataka uelekee mpaka Madina Munawwara, na ukifika Madina moja kwa moja ukamtafute umpate ila Said ibn al-Musayyib, mpaka kwa bwana Saidi, mtu aitwaye Saidi ibn Musayyib. Huyu nataka kuonana naye, na ujumbe muhimu sana kwake yeye. Hadha huwa tabi'i, huyu ndo tabii wenyewe tulomkusudia kuipata darasa imani hapa. Tabii ambaye alikuwa al-alim, aliyekuwa mjuzi sana, kasoma kabobea. Alwara, alikuwa mcha Mungu kwa kiasi chake. Almuhaddithu, alikuwa mbingwa kabobea katika fani ya hadithi, na vile vile alfaqihi, mjuzi wa dini vizuri sana. Azahidu, zaidi ya hayo alikuwa ni mwenye kuipa mgongo dunia sana. Anamwambia Malik ibn Marwan mjumbe wake, idhhab ila Saidi ibn al-Musayyib, nenda Madina mpaka ukampate Saidi ibn Musayyib, na ukifika wakul lahu, sema kumwambia yeye Abdul Malik ibn Marwan, ntaje mimi, mwambie nimetumwa na Abdul Malik ibn Marwan. Ujumbe wake ni kwamba kantuma kwako, yuridu, anataka mjumbe nani bwana huyo, an yakhtuba ibnataka, kumposa mwanao, mtoto wa kike uliye naye, na anayemposea si kama anataka yeye, ila ibnihi, anataka kumposea mwanawe wa kiume ambaye akiitwa Al-Walid ibn Abdul Malik, anataka amposee Walid ibn Abdul Malik. Kwa ukijua Abdul Malik bin Marwani ni amiri al-mu'minin pale kwa tule, na wakati huo tena si katika karne ambazo zilikuwa ni bora, chamalizika, wakikaa watu wanakaa kwa madaraka mengine, uongozi wao na kwa uongozi mwingine. Kwa hivyo dunia wanakuwa wamepa mbele zaidi, na kila walichokizaa wanakitakia nafasi ile ile alionayo wao waipatie na vile vile. Kwa hivyo mwanawe kipenzi mwanamme Al-Walidi anataka kumposea mtoto wa bwana Saidi ibn al-Musayyib ambaye ni tabi'i aljalil. Mjumbe katumwa rasmi, anamwambia nitaje mimi. Ukishanitaja mimi atakuwa tena hana kulia kushoto. Mheshimiwa, mtoto mheshimiwa, mtoto bwana mkubwa, wewe nitaje mimi. Ayuha ikhwatul amajid, enyi ndugu watukufu, nahnu alana, sasa sisi hivi sasa, fi masjidil habibi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Moja kwa moja safari imetuchukua kutoka Dimashki mpaka katika msikiti wa Mtume. Katumwa mjumbe rasmi amtafute Saidi ibn al-Musayyib, na atampata mashuhuri pale msikiti wa Mtume, anadasa pale za hadithi, tafsiri Qur'ani, ana hivi yeye mwanachuoni pale huko, na akimtaka pale hampotei, hamkosi kabisa, anampata tu. Fi masjid al-Habib al-Mustafa fi madinati al-Munawwara, tuko katika mji wa Madina Munawwara. Wa qad qala sayyiduna, na kwa hakika alisema bwana wetu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na msikiti huu. Kuna hadithi mbili, moja sahihi na moja ina udhaifu kidogo. Iliyokuwa dhaifu, Mtume kasema ya kwamba yoyote muislamu, man salla fi masjidi hadha, atakayesali katika msikiti wangu huu 40 faridha, kiasi cha fardhi 40,
fardhu arbani hizi, la tafutuhu faridhatun, haikumpotea hata fardhi moja, basi matokeo yake kataba Allahu lahu, humwandikia Mwenyezi Mungu mtu huyo bara'atan min al-adhabi, yuko mbali na adhabu, na vile vile wa bara'atan min an-nifaqi, na mbali kabisa na unafiki. Lakini hii dhaifu, na utagundua kuna udhaifu fulani ndani yake, kwa sababu katika msikiti huo kuna watu walipata vipindi kuliko 40 kwa mamia, lakini haikuwa bara'atan katika adhabu wala nifaqi. Wakatoka ndani yake msikitini, wanasali mle mle watu wanafiki sana. Alikuwemo mle akisali Abdullah ibn Ubay bin Saluli, kasali mtume sana huyu, lakini matokeo yake mambo yakawa mzuri. Ameswali Thalaba nyuma ya mtume miaka na miaka, lakini matokeo yake ni kwamba hali kwa mbaya. Hadithi dhaifu kwa upande fulani, lakini iliyokuwa sahihi ni kwamba swala moja ndani ya msikiti ule ni sawa sawa na swala 1000 katika msikiti mwingine duniani, ukiondoa Baitillahi al-Harami na Masjid al-Aqsa, basi msikiti mwingine duniani kote kule, basi swala ya pale akibahatika mtu moja kwa 1000. Ama hiyo sahihi, haina mushkili. Basi hapa ndipo ambapo anapatikana sasa Saidi ibn al-Musayyib, na mjumbe ametumwa, anatakiwa mwanawe wa kike. Tuangalie makini sana sasa, tuko pala muhimu mno. Ni suala ambalo linahusiana moja kwa moja na jamii, kuhusu nani na nani, mzazi na mwana. Mambo yetu mengi huharibika kati ya watu wawili hawa, ama karibu mzazi au karibu mwana, au wameharibu watu wawili, na la msingi kimekosekana kitu kikubwa sana. Hakuna dini ya Mwenyezi Mungu kupewa kipaumbele, mambo huharibika sana. Hebu tuteke masikio tusikize kadhia hii. Katumwa mjumbe na kenda moja kwa moja mpaka Madina hii Munawara, na anafika mpaka msikiti huu. Taib, kufika katika msikiti huu, alana yajlisu at-tabi'i, mjumbe aliyetumwa anamkuta amekaa kitako tabi'i Saidi ibn al-Musayyib fi masjid al-Mustafa, ndani ya msikiti wa mteuliwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anarithi mambo aliyokuwa akiendesha mtume wa Mungu pale, masahaba pale. Na ukiitaka dini bwana, dini hasa iko Madina pale, pahala pale, mpaka swala yake iko tofauti na duniani popote pale. Khushu'i yake, rukuu yake, sijida yake, kila jambo lake, mpaka qiraa yake. Ukibahatika kufika pale, utajihisi kwamba sasa uko mbele ya Mwenyezi Mungu kweli hasa. Bas yaqra'u ala nnasi, kafika kamkuta Saidi ibn al-Musayyib anawasomea watu msikiti huo mtume Mwenyezi Mungu darsa at-tafsir, anawasomea darsa tafsiri ya Qur'ani wal hadith, na darsa za hadithi mtume. Wa ba'da inqidha'il jalsa, na baada ya kumalizika kikao cha darsa, sasa mjumbe aliotumwa yakhtala bihi, anatafuta nafasi ya faragha baina yake yeye huyo aliotumwa kwake, anatafuta nafasi ya faragha. Mabu'uthul khalifa, aliyepelekwa na khalifa, kaipata nafasi ya faragha, kapeleka maombi yake, anataka kuonana na shekhe yule. Wa yakulu lahu, na kuipata faragha anamwambia, inna amiral mu'minina, hakika kiongozi wa waumini Abdul Malik ibn Marwan, bwana Abdul Malik ibn Marwan, huyu kwa hakika yakhtubu ibnataka, anamposa mwanao wa kike, na si kama anamposea mtu mbali,
ila ibnihi, anamposea mwanawe kwa jina yeye Alwalidi, na mwanawe huyo moja kwa moja amekwisha muandikia maandishi maalum waliyil ahdi, kwamba yeye ndiye atayemsuccess baba yake kwa kukalia kiti kile. Angalia vizuri Said ibn Musayyib, ni kwamba mwanao, binti yako ulomzaa mwenyewe, kanituma mimi Amirul Mu'minina kumposea mwanawe. Inama ukiinuka ukiwaza ni kwamba Amirul Mu'minina Abdul Malik anajulikana, anamposea mwanawe Alwalidi, na huyo ndiye alwali ahdihi, ndiye atakayekuwa mwandikiwa wa ahadi yake, kwamba akiondoka yeye moja kwa moja uamiri ukamate yeye. Mwanawe ni Walid ibn Abdul Malik. Sasa mjumbe alipoona ya kwamba mwanachuoni hakuonekana uso wake kushtuka, hakubabaika, kaka kimya, anamsikiliza mjumbe anasema nini. Katuja kabisa kama ngewa maji ya baridi. Akona hapa, mbona hivi? Wayakilu lahu athanaa, akaanza kumpimia sifa mbalimbali. Na hivyo bwana, usifanye maskhara, bahati hii haiji mara mbili, hii ni kwamba uitunze sana, umebahatika. Kwani wako ngapi duniani umeachiliwa mbali, ameonekana mwanao, binti yako. Usichelewe kutoa jawabu, nafasi ndo hii, maisha ndo haya. Anaokuposea binti yako ni Amirul Mu'minin kumposea mwanawe. Akaanza kumpimia pale sifa chungu nzima. Wal ighraa, na mengine ni kumghuri, yani anampambia dunia, anamchorea drawing ya ulimwengu ulivyo, na kwamba maisha yako hayatakuwa katika matatizo. Angalia hali yako nayo sasa, unakaa msikitini hapa, unasomesha na hivi, hali yako hivi, na familia yako iko katika hali kama hii na hivi. Lakini bahati imekuja hii, mwana anatakiwa na Amirul Mu'minin Abdul Malik ibn Marwan. Wayaftahu, na vile vile baada ya kumfungulia mambo hayo, akamfungulia tena abwaba dunia, milango ya ulimwengu, anamuonesha ya kwamba sasa maisha yako yashabadilika. Mzaa chema, baba wa mtoto ambaye anaposwa na Amirul Mu'minin bwana, mzaa chema, unadhani hali yako itakuwaje wewe? Wewe ndiye utakayekuwa mkwe wa Walid ibn Abdul Malik. Kaa ukijua utakuwa na hali gani wewe. Wacha upuuzi bwana, usije ukafa vibaya, usikafa maskini. Nafasi ishakuja hii na hivi. Bado Saidi ibn Musayyib amekaa kimya kujibu kitu. Akaendelea kumpambia na kumfungulia milango ya dunia. Amama ainaihi, anamwekea mbele ya macho yake dunia ilivyo. Nyumba zako utakuwa nazo, maisha ya mwanao na hivi, na mashamba si kwa mbiridi yake tena. Na sidhani kama kiko utakachokitaka ukakikosa. Namna hivi, nipe jawabu rasmi basi, nimetuma kwa ajili yako wewe na hivi. Kamaliza juhudi zote kwa hakika. Lakini walakinna Saidan, lakini mwenyewe Saidi ibn Musayyib kana yuraddidu qawlahu ta'ala, jawabu yake ni moja tu, anarejesha kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu, anamwambia qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudhlamuna fatila. Akamwongezea mbele ya aya akamwambia, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Akamsomea aya katika sura Nisa'i nambari 78 kuanzia 77 mpaka 78, aya mbili kampa moja. Kila akimpambia anamwambia kwa hakika
qul mata'u dunya qalilun. Mwenyezi Mungu amesema, Muhammad, waambie watu starehe za dunia chache mno, siku zake kidogo sana. Pumzi wakati zinapokuwa zenye kumpendeza mtu na uzima ni muda mfupi mno, mara mambo hubadilika. Vile vitamu vikawa mtu tena vinamdhuru, vile vizuri kwa sasa hivi marufuku kake yeye, marufuku. Qul, Mwenyezi Mungu anasema waambie, mata'u dunya qalilun. Mjumbe sasa kashangaa, waambie starehe za ulimwengu chache mno, wal akhiratu, na waambie yo akhira, khairun, ni bora zaidi, liman ittaqa, kwa yule ambaye amemcha Mola wake, wala tudhlamuna fatila, na wala hamtodhulumiwa nyinyi viumbe hata ujuzi mwembamba ulioko kwenye koko ya tende, hata ile kama amali yako ndogo mno, basi naam, Mwenyezi Mungu atailipa tu. Na alikuwa akiona, alikuwa akijua, wewe huwazi jambo lolote katika moyo wako isipokuwa kwanza linampitia yeye. Waalamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbihi, Mwenyezi Mungu anaingia katikati baina ya mja na moyo wake. Kwanza lazima limpitie yeye jambo, alafu baadaye ndo awazi mtu. Kwa hivyo anakujua juu chini juu, hata kudhulumu hata ugamba wako kuwatende katika amali yako. Dhikri umeitoa kimoyo moyo, ulimi tu ndo lotikisika, hakusikia hata jirani yako, peke yako. Mwenyezi Mungu anajua, Mwenyezi Mungu anasikia. Yeye anasikia mpaka mwendo wa mdudu chungu aliye mweusi apitaye katika kiza totoro katika jabala kubwa, basi anamjua anapita nani hivi sasa. Mdudu chungu. Seuze tena amali takatifu ya mja wake kama vile kumtaja yeye, na ametoa amri hasa, udhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu dhikran kathiran, utajo uliokuwa mwingi mno. Sikwambii tena mtu aingie hapo, mdudu chungu anajulikana. Sikwambii ulimi wako utikisiki kwa ajili yake yeye. Anasema Mwenyezi Mungu katika hadithi kursi aljalil, ana inda dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu kwangu mimi. Idha dhakarani, anaponitaja mimi, wataharakat biya shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alimradi wataharakat biya shafatahu, ikatikisika kwa ajili yangu mimi kutajwa midomo yake miwili, basi ana inda dhanni abdi bi, mimi niko mbele ya dhana ya mja wangu. Wakati amboshughulika na mimi, niko kwenye dhana yake. Anataka nini? Kinamsumbua nini? Ana maadui wangapi kwani? Nani wasowezekana kwani? Anomtabisha mja wangu, anamuudhi, anamhangaisha mpaka pahala anapachukia, hapakaliki kwa ajili yake yeye. Basi ana inda dhanni abdi bi, mimi nani huyo? Jalla jalaluhu. Inda dhanni abdi bi, niko mbele ya dhana ya mja wangu anapokuwa ameshughulika na mimi. Wataharakat biya shafatahu, na ikatikisika kwa ajili yangu mimi midomo yake miwili. Ananitaja, ananiomba, ananitaka msabaha, niko kwenye dhana yake, namwangalia vizuri mja wangu ule. Bas ikawa Saidi ibn al-Musayyib anarejesha aya hizi mbili katika sura Nisa'i 77 na 78. Anamwambia kila akisema sifa zake, anamwambia qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudhlamuna fatila, aina ma takunu yudrikumul mautu, popote mtakapokuwa binadamu yatakufikeni mauti tu. Wewe unanitajie mimi makasri na hivi na hivi, nitakufa mimi, lakini hivyo na wewe mwanangu na binti yangu atakufa na vile vile. Unanipa mimi kutegemea kitu ambacho atachopea mwanangu mimi. Sasa hivyo vitu vikamalizika, hivyo vitu, huyo mumeo akija kifa, je, itakuwaje? Na nishazoea mumeo akija kimwacha, je, ni mambo ya kupita hayo.
mimi nishazoea kupata na kupata tena, usinambie maneno kama hayo. Ainama takunu, popote mtakapokuwa, ikiwa mko kwenye makasri ya maamiri almu'minina au wapi, yudrikumul mautu, yatakufikeni mauti tu. Walau kuntum, hata kama mlikuwa nyinyi, fi buruji mushayyada, katika majengo yaliyokuwa madhubuti mno, lakini mauti yanakuja. Malakul mauti atapita, hata kama kuna bodyguard idadi yao na wameshalodi silaha zao, hapepesi yoyote, lakini malakul mauti hawatumuona. Na hata kama wangelimuona, ni kwamba angewaonyesha kidole, we kaa upande, nafanya kazi gani sasa hivi, unamlinda mimi, huwezi kunilinda wewe. Napita na nakwenda kuchukua roho yake, na wewe uko hapo hapo. Hata kama angekuwa anaonekana, lakini ni kwamba hamuoni. Atapita akafanye shughuli yake aliotumwa na Mola wake, na walinzi wa mwili wamekaa makini kabisa. Kila mmoja ana wasiwasi likatokezea ikaambwa mambo yameharibika upande wangu mimi. Anaogopa mtu kwamba fulani alikuwepo. Ana wasiwasi mtu. Hii ndo jawabu aliyokuwa kijibu Sa'id ibn Musayyib. Hapa ndipo pahala ambapo twaleta darasa yetu hii itukuzie imani zetu ambazo zimetuponyoka. Wengi wetu wazazi tukijiwa na posa kwa ajili ya wenetu, jambo la mwanzo, kwani yeye nani, ana kazi gani, ana wadhifa gani, ana degree gani, mbele tunaweka ulimwengu zaidi. Mwenyezi Mungu anayekuwa nyuma ya mtume, anayekuwa nyuma, lakini mtume Mungu yeye ndo alotusisitiza, idha atakum, atakapokujieni Waislamu, man tardawna dinahu, yule tu ambaye mmeiridhia dini yake, wa khuluqahu, sio dini peke yake, na tabia zake mmeziridhia, ziko juu ya mstari kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa kauli ya mtume, kakujieni mtu ambaye mmeridhia hayo, fazawijuhu, huyo muozesheni haraka sana. Wa illa tafalu, na kama mkofanya hivi, mkaleta kutaka dunia, mkataka kuleta na kazi gani, mkataka kuleta kabila yake nani, na vile vile upuuze sasa hivi yuko chama gani, kwani ye mfuasi chama gani? Haniowi mimi huyo, mfukuzeni, mwambie zake chama hicho. Hayo mambo hayo, utakuwa unakufuru ndani ya Uislamu, unakataa haki huku ukiwa ndani ya Uislamu, na unaswali swala 5 huku ukiwa ushakaribisha mwezi wa Ramadhani, na unaweza ukafanya kufuru ndani yake vile vile, yani ukakataa ya mtume. Ndio kufuru kwenyewe huko. Idha atakum, atakapokujieni, man tardawna dinahu, yule ambaye mmeridhia dini yake, wa khuluqahu, na tabia zake, fazawijuhu, muozesheni huyo. Amri ya mtume hiyo. Na huyo mtume wa Mungu huyo si kama mtu yote tu, wama yantiqu anil hawa, hatamki kwa sababu kapenda kusema, in huwa, hayakuwa asemayo, illa wahyun, isipokuwa huo ni ufunuo wa siri, yuha, uliofunuliwa kwake kutoka Mola wake. Ina maana ndo Mwenyezi Mungu alivyotaka jamii za waumini ziishi hivyo. Mtu akili yake yote anatazama mwanangu ataishi na nani, na yeye mwenyewe anatazama nitaishi na nani. Yupi atakayekuwa mama wa watoto wangu, na yupi atakayekuwa baba wa watoto wangu, nyumba itakuwaje hii? Alitakiwa mtu angalie kwanza mambo hayo kabla ipako pahala atakuja kumtafuta kumlaumu asimtambue ni nani, kumbe mchawe mwenyewe. Hakufuata mtume, aliona puzi mtupu, aliweka mbele dunia. Mwangalie Sa'id ibn Musayyib, kesha mjumbe kumlilia pale na kumbembeleza na kumtajia wadhifa atokuwa nao na hivi na hivi, na wewe sasa hivi hutotaabika tena kutafuta kuchuma dunia wala kitu gani, utakaa kitako tu.
binti yako kaolewa nyumba hiyo, mchezo wewe. Saidi ibn al-Musayyib anamwambia, kwa hakika qul mata'u dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa, na akhira ndio bora zaidi, usiniambie habari dunia. Yuko kwingine Said ibn Musayyib, wala tudhlamuna fatila, na wala hamtudhulumiwa hata jambo dogo. Aina ma takunu, popote mtakapokuwa, usinitajie habari ya mwanangu kuolewa kwa nyumba gani na nyumba gani. Mwenyezi Mungu anasema aina ma takunu, manake watu udanganyika, hadhani mtu anadhani kwa nyumba mauti yako mbali ya yeye, kwa sababu yuko katika pahala pengine. Kaolewa na nani? Kamchagua yule ambaye ana mulku, ana hivi, ana enzi, ana uheshimiwa. Matokeo yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ukifungua Qur'an al-Karim itakujulisha maisha yako yaweje. Utukufu wa Qur'ani hautokuachia mbumbumbu. Qur'ani haitokuachia aje mtu akuzubaishe, akupambie dunia na uvutike mara moja. Iko inakuwekea katika mahali pazuri sana. Aina ma takunu, we mja we, angalia vizuri. Hivi umevutikwa na nini? Kwa nini? Aina ma takunu, popote utakapokuwa, yudrikumul mautu, yatakufikeni tu mauti. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama mmekuwa katika majengo yaliyokuwa makubwa mno, madhubuti mno, ngome. Mshair anasema la tarkananna ila alqusuri alfakhira, wachani kuegemea katika makasri, majumba ya kifahari. Wadhkur idhamaka, kaa ukikumbuka mifupa yako. Hina tumsi nakhira au nakhira, wakati mfupa yako itakapofika jioni imekusha chakaa, imeoza, yavurugika. Wewe ulikuwa vingine kwa uhai wako, lakini leo jioni yake tukufika, mifupa yako itaharibika. Hina tumsi nakhira wa idha raaita zakarifa dunya, na utakapoona mapambo ya ulimwengu upesi upesi kimbilia. Fakul wa idha raaita zakharifa dunya, utakapoona mapambo ya ulimwengu, fakul, sema upesi, ya Rabbi, Mola wangu niokoe, nusuru, hamna kitu hapa, nisaidie Mwenyezi Mungu. Innal aisha aishul akhirah, haka maisha kwa kweli ni maisha akhira. Jisaidie moyo wako, mwambie Mwenyezi Mungu nisaidie. Innal aisha aishul akhirah, wakati huo uko hatarini, manake watakuelekea pabaya. Na dunia ndo dunia, haimwachi mtu, hakuna jabari wa duniani. Mara moja umkunja kunja mtu ikamtupa kama taka gani sijui. Wa dunia idha halat au halat, dunia wakati inapokuwa imepambika, mara uchafua pale pale. Na ushimiwa wake mtu anashtukia anaingia kwenye majengo ambayo aibu tupu. Alikuwa hayatambui majengo hayo kabisa, alipokuwa misikitini, alipokuwa yeye na ibada zake. Lakini baada ya kupata ulwa, mara moja alionekana yeye na changudoa na yeye. Alikuja akaonekana tena katika madanguro, tangu akilewa kwa siri mpaka hadharani, atia mfukoni. Watoto wanashangaa, mpaka wanaye nyumbani wameshangaa sana. Hakumfahamu baba yao kama hivyo. Ni ulwa, ni cheo duniani kwa hakika. Ndo mshairi akisema la tarkananna ila alqusuri alfaqira, musiegemee katika makasri au majumba ya fahari. Wadhkur idhamaka, nakumbuka sana mifupa yako. Hina tumsi nakhira, wakati itakapofikia jioni huku ikiwa imeshaoza, inavurugika. Wa idha raaita zakharifa dunya, na wakati utapoyaona mapambo ya ulimwengu, fakul, upesi upesi jisaidie, useme ya Rabbi, Mola wangu, innal aisha, si kitu hichi. Innal aisha, haka ya maisha kweli kweli, aishul akhira, ni maisha akhira. Bas warafa Saidun ra'sahu,
Baada ya kusema sana yule jumbe, akanyanyua Saidi ibn al-Musayyib kichwa chake kumtazama sasa. Wa nadhara ila Hishamin, akatupia macho makavu kumwangalia Hisham sasa, mjumbe aliotumwa kwake. Waqala lahu, akaamesha maliza sasa, nasema mimi nakwambiaje bwana, yule mjumbe alidhania kwa mujibu wa sifa alomwagia pale, kisha vurugika, kisha mmaliza. Ni kwamba sasa anakuja na maneno mengine mbali za Qur'ani zile, pengine sasa hivi huyu nishamgeuza akili yake. Kainama kafikiri, halafu akamwambia sasa nasema mimi. Akamwambia nakusikiliza, sema zamu yako sasa. Akamwambia baligh Abdul Malik, nenda kamfikishie aliyekutuma Abdul Malik ibn Marwan, mwambieje annani arfudu, kwamba mimi nakataa hadha zawaji, ndoa hii. Na si nakataa tu, nakataa rafdan qati'an, kukataa kwa moja kwa moja, sendi kulia wala kushoto, hansemezi kwa pesa la kitu gani, na kama kuna mauaji mwachaniwe. Stoi mwanangu mimi, stoi mwanangu. Watu wengine hao wako kwingine kabisa, nyoyo zimeelekea pengine kabisa. Inna lillahi ibadan futana, Mwenyezi Mungu anawaja watambuzi. Talaqu dunya wa khafu alfitana, wameiwachilia mbali dunia wakogopa mtihani wake dunia. Nadharu fiha, waliangalia kwa makini duniani, wakatizama, wakapembua. Falamma alimu, walipojua tukumbe dunia la annaha, kwamba dunia hiyo laisat lihayin sakana, haikuwa ni makazi ya kudumu kwa li hai, basi moja kwa moja ittakhadhuha lujatan, walifanya dunia kama ni mawimbi ya bahari. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, na wakafanya vitendo vyema ndo jahazi za kuvuka katika maji yale. Dunia walifanya kama ni mawimbi ya maji tu, na vitendo vyema ndo jahazi zao, speedboat zao ni vitendo vyao vyema. Waliweza kuyakata maji yale kwa spidi kubwa mno. Waja Mwenyezi Mungu wao ibadan futana, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe katika waja wake Mwenyezi Mungu watambuzi wa mambo, wenye kutambua akhira, wenye kutambua dunia, wenye kutambua yenye faida na sisi na yenye kutambua yenye hasara na sisi. Bas akamwambia baligh Abdul Malik, nenda kamfikishia Abdul Malik annani arfud, ya kwamba mimi, mwambie Saidi bin Musayyib amekataa posa zako kumposea mwanao kwa binti yake. Arfud hadha zawaji, mimi nimekataa, nakataa ndoa hii, tena nakataa rafdan qati'an, ukataaji wa moja kwa moja, qati'i, yani sisemezeki tena vingine. Kauli yangu ya mkato, sina kauli nyingine hapo. Asijakaleka akaleta kukurejesha, nenda tena kaseme naye, mwambie kwamba nakataa ndoa hii rafdan qati'an, yani ukataaji moja kwa moja. Hapa mjumbe kashtuka, atakwenda kumjibu nini kiongozi wake? Pengine ataonekana kama kwamba amezembea kazi iliyotumwa, hakuifanya ipasavyo na ndio maana kafeli. Au pengine si hasha kutuhumiwa ya kwamba anamtaka yeye binti yake. Sasa kule kafelisha mambo yasema vizuri, kumbe kishamuona mtu wenyewe, kumbe moto anifahamie huyu, au anamfahamu mwanangu, au nani wangu, kijukuu changu, anaachilia mbali alikutumwa, anakwenda vingine. Sasa hutokezea mambo ya duniani, mshenga karibika roho, kuna ala, kumbe binti yenyewe kama hivi. Hapa simposei yeye, hapa ima anaingia mwenyewe au anaingia kwa mwanawe. Sasa naogopa atakwenda kujibu nini. Sasa ikabidi sasa aunde miundo mbinu ya kumzidi mawazo Saidi ibn Musayyib kwa kumtisha. Akamwambia
kwa hakika tatahamalu awaqiba rafdhi. Said, umejiamini, utabeba mwisho mbaya wakati kwako huko. Anayekuletea posa unajua nani wewe? Ni sawasawa ni kwamba president amemtuma mtu kaniposee pahala, anakataa mtu, ukataji wa mkato, anasema hivyo. Unafikiri wewe tadhlil atakayokuwa nayo yule president namna gani? Unafikiri wewe? Anamwambia sasa kataa kwako, tatahamalu, utabeba awaqiba rafdhi, mwisho mbaya utakukuta kwa kataa kwako huko. Usoma Sara anakuposea unajua nani? Abdul Malik ibn Marwan. Wamjibu hivyo wewe? Hapa wachezea hatari wewe. Naambie maneno mengine yatakayofaa kumjibu. Wacha mbali maneno hayo, utabeba wewe. Saidi ibn Musayyib qala lahu Saidu, akamjibu atahamalu dhalika, mtabeba mwisho mbaya huo, na isitoshe na ntabeba wa akthara min dhalika, na zaidi ya hivyo. Naambie kuna kitu gani baada ya mauti? Kuna kitu gani kwani zaidi? Na nitakufa mara ngapi kwani? Atakaponiua mwenye kuniua ataniua mara ngapi? Mara ya kwanza akishatoa roho ni kwamba nitaona tabu mimi, nafsi yangu moja tu, pengine kama kwa 100 kiasi hivi, na rejea ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, 30 hiyo, ninge kidogo una raha, lakini moja tu naweza kuliko hapo. Kamjibu hivyo, nenda. Yule mjumbe kaemewa, anajibu Saidi al-Musayyib, anamwambia kama ukufahamu, labda nikuongezee maneno zaidi, ni kwamba la uzawiju ibnati fi dari al-hukman, sitozesha binti yangu katika majumba ya mahakimu. Sasa nakuongezea nyingine hilo, sipeleki pale mimi, nitamtosa binti yangu jahannamuni. Simpeleki kwa mume, nampeleka katika jahannam, simpeleki pale. La uzawiju ibnati, sitozesha mimi binti yangu fi dari al-hukm, katika majumba ya mahakimu kama hao. Kwa nini? Na nitakupa sababu yangu. Mweleze hivi hivi Abdul Malik, kama unatip record nichukue maneno yangu neno baada ya neno, mwambie nimesema hivi. Kwa nini? Khashiyatan, naogopa, an ati maaha, nisije nikafika mimi pamoja na binti yangu yaumal qiyamati, siku ya kiyama, mutasalsilaini, tumefungwa wawili sisi, mina mwanangu, bisalasil min hadidin, kwa milororo ya chuma, ila nari jahannam, kuelekea wapi? Motoni. Mimi na mwanangu hao tumefungwa pingu moja kwa minyororo ya chuma mpaka motoni. Hivi ndivyo mzee, kama hujangalia vizuri, unaweza kuja kujikuta siku ya kiyama umefungwa na mwanao katika minyororo ya chuma, kwa sababu umemtia katika jahannam. Umeangalia dunia tu. Mwingine yuko tayari mpaka asiye kwa Muislamu kumuoa binti yake. Makubwa mno, yamezidi mno. Woga umemshika, tamaa umemshika, mpaka asiye kwa Muislamu anakuja kumtaka binti yake na muoa. Na Qur'ani iko wazi wazi, Qur'ani iko wazi wazi ya kwamba asiozeshwe isipokuwa Muislamu tu basi. Mwanamke wa Kiislamu haiwezekani kabisa kufunga ndoa yake isipokuwa na Muislamu mwenziwe. Tena kama watu watavutika na mambo waliokuwa nayo, Mwenyezi Mungu anasema wala abdun mu'minun, wallahi mtumwa alikuwa mu'min, khairun min mushrikin, ni bora zaidi kwa mshirikina kuliko mshirikina, walau a'jabakum, hata kama mshirikina amekuvitieni kimapesa, kiufalme, kiuhensamu wake alionao, kimwendo anaokwenda, na hata kama yeye ni skora mkubwa sana duniani, ni kwamba hakosi goli, basi kwa hakika hata kama kuvutieni hivyo hana maana. Lako wewe liangalie dini yake na tabia yake. Utakuja juta baada ya miezi miwili tu, miezi miwili tu.
utakamta kichwa, do nimemtosa mwanangu kumbe. Memtosa mwanangu kumbe. Siku anakuja kwako anakuja na kovu na jicho moja lina plasta. Lishazibwa halioni, kisha pigwa. Na mwe hamuoni nyumbani kwake, kama anakuja usiku wa manane na siku nyingine siku 2-3 hajamuona vile vile. Almuradi unakuja kama kuna kichwa, baadaye majuto na kwa mjukuu. Jawabu ya Said ibn Musayyib, tabii huyu, anamwambia sikiliza, la uzawiju ibnati, mimi sitozesha binti yangu fi daril hukam, nikampeleka binti yangu katika nyumba za watu ambao ni mahakimu watawala, sipeleki mimi. Kwa nini? Khashiyata, kwa kuogopea, an ati maaha, kutokezea mimi nikafika pamoja na mwanangu yaumul qiyama, siku ya kiyama, mutasalsilaini, tumefungwa wawili sisi, bisalasila, kwa minyororo, min hadidin, ya chuma, ila nari jahannama, kuelekea katika moto wa jahannam. Naogopea hivyo. Kamjibu Abdul Malik hivyo, mwanangu mihawi mtu kama huyo bwana. Waraddada Hishamu al-Ighraa, mjumbe akaona bado anshidumie, akamrejeshia tena ghururi za kidunia, akaanza upya. Lakini wewe umefikiri vizuri, lakini maisha yako sasa hivi tabu yake shamalizika hivyo. Lakini ushapima, ushafikiri utahamia wapi wewe? Kibanda hichi cha mgongo hichi basi. Ndugu yangu we, unaelewi mimi? Hebu nifahamu vizuri. Mimi kuna kutoka Dimashki bwana, naijua kasri imekuwaje, anakaa kwa nyumba gani, swimming pool iko ndani yake, na hivi na hivi na hivi na hivi. Maisha haya utakuja kuona kwamba hayakufai tena haya. Na kama atakayefufuliwa ghafla hivi akionyeshwa kasri kama hizo, atasema kwamba keshaingia aljanna. Pepo ndo hii, pepo ndo hii. Atakata tu moja kwa moja, hii ndo pepo. Ni kwamba makasri kwa sana hayo. Lakini Qur'ani inazungumza maneno, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Mangapi mangapi wameyawacha watu mabustani na machemchem na majumba mazuri mazuri, mangapi wameyawacha watu, na wamekwenda pala pabaya sana, na dunia wakarithi watu wengine kabisa. Bas waraddada Hishamun, akamrejeshea Hisham al-Ighraa, yani ghurur za kilimwengu. Wakallaba al-Ighraa, akamgeuzia bali ghururi ila waidi, kwenye makamio ya matisho. Sasa akamwambia utakufa, utanyongwa. Wewe unajiamini kiasi gani wewe? Yari yako mimi nikipeleka kitabu hizi sema ya kwamba nisifikishe. Mimi sisemi kama haya. Maneno gani haya? Wewe unaniambia mimi nikamwambia amili mimi kama hivi, sisemi kama hivi mimi. Fikiri uzuri bwana wewe. Akageuza madanganyifu ya dunia akampeleka kwenye waidi, makamio sasa. Watahdidin, na vitisho vikubwa mno. Na mwisho akamwekea ibadi, kwamba utasahauliwa duniani, utatiwa makorokoroni mpaka maisha yako malizike huko ndani. Bas mwisho akamwambia wadharbin wajaldin, mpigo lenyewe, kuna wapigaji wao, wapigaji wenyewe sifa zao namna kadha kadha, viboko wenyewe kuliko mikia ya taa na hivi na hivi. Kamtisha sana mwisho baadaye. Walakinna Saidan, lakini Said ibn Musayyib kwa mwanawe alomlea mwenyewe, kamlea kitauhidi, kampatia tabu binti yake. Qala lahu, mwisho akamwambia wallahi, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, la akhsha, kwa vitisho lomtisha simogope yote. Jawabu hii kaitoa vile vile, illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, alwahid ad-dayani, aliye mmoja ambaye peke yake ndiye mlipaji wa matendo ya viumbe vyake. Huyu unatishia mimi, analipa nini huyu? Hana moto huyu, hana misumeno, hana zakumi huyu, hana chochote huyu, yeye mwenyewe taabani. Kamwambia hivyo, wallahi mimi napa kwa Mwenyezi Mungu, la akhsha, siogopi mwingine illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu, alwahid ad-dayani, aliye mmoja ambaye ni mlipaji wa amal za viumbe vyake. Wajalasa Hishamun, sasa amekakitako kaserenda Hisham mjumbe.
amama al-imlaqi, amekaa kitako sasa, mikono katupa nyuma, mbele ya mtu ambaye imani yake al-imlaq, si ndo kuchezea chezea, kesha serenda sasa. Al-kabir si mwingine isipokuwa Said, wa kaannahu, akajiona kama kwamba yeye mjumbe, dhubabatan, kama nzi, kadhalika mdogo. Nzi huyo tuhawilu, anajaribu, an tahajuba, ajifiche, bijanahaiha, kwa bawa zake mbili zonazo nzi yule, ati mbawa za nzi mbili azitumie kujifichia. Ajifichie nini? Dhau ashamsi, mwangaza wa jua usimpate. Jitahidi nzi kukunjua mbawa, kuchumba makijua lisimpate jua hilo. Nzi nani? Nobe sembare jua, subutu. Sasa kajiona yule mjumbe Hisham kama kwamba yeye ni nzi ambaye kakunjua mbawa zake ili kujikinga na jua simpate, au nurul qamari, au anajikinga na mwangaza wa mwezi. Vyombo hivi vimewekwa duniani kwa viumbe vyote. Jitahidi kujilinda kwamba we humo. Mimi katika ardhi yangu hilo nayo mwezi uko mbali na mimi, kwa hivyo huko siko huko, labda nione kwa macho yangu ule pale, lakini kwa hapa niliko hakunusu mimi. Bana, vyombo hivi vimewekwa kwa duniani, dunia nzima. Kimoja kinakwenda kwa time za jua, na utaona vipindi vya sala vimetofautiana. Huyu wa kule wakati wake ni huu, na huyu wa kule wakati, kwa sababu linapanda na kushuka. Lakini chombo chengine kimewekewa monthly, ni kwa mwezi. Hicho dunia nzima hicho. Huwezi kujifanya kama nzi kwamba wewe hapa ulipo nuru ya mwezi haikupati wala haikukuhusu kitu. Labda hii ya watu wengine, mmenangojea zamu yangu itapofika. Hamna kitu kama hicho. Akajiona Hisham kaannahu dhubabatan, kama kwamba ni nzi, tuhawilu, anaijaribu, antahajuba, kujiziba, akajizingia, bijanahaiha, kwa mbao zake mbili, dhau ashamsi, ima usimfike mwangaza wa jua, au nur alqamari, au nuru ya mwezi. Kwa hivyo moja kwa moja, kwa maana hiyo, wanqadhatil jalsatu, kikao chao kikamalizika, kimefungwa bila mafanikio. Anarudi mjumbe kupeleka jawabu kwamba amekataa posa. Amekataa posa za nani? Mtu mkubwa sana. Kamrejesha na mwisho kamwambia, sasa binti yangu mimi haoi mtu alikuwa katika nyadhifa, simpeleke mwanangu mimi, naogopa tusije tukaingia kwenye pingu pamoja, mimi na mwanangu siku ya kiyama, katika minyororo ya chuma, mimi na mwanangu pamoja. Kwa sababu gani? Ndio kwa sikuchunga haki yangu, lazima nimwonee tabu. Damu yangu mie hii, nimemlea huyu, nikampeleka kwenye Qur'ani huyu, nikamsomesha adabu huyu, nikamsuje kila kitu, halafu baadaye leo dakika ya mwisho nije nibabaike mimi ya kwamba nani huyo na hivi, kazi yake nini na wadhifa gani? Wadhifa unakuja na kuondoka. Nachagua kitu ambacho kila siku kitakuwa kinaarika mkoko kama ni maua. Kila siku inakuwa kipya tu. Nachagua dini bwana, kila siku mpya tu, imani inaongezeka tu, na kila siku kwa hakika utaona mambo makubwa mapya zaidi, na kupendelea maisha ya ndoa yako, ikiwa ni wewe mwenyewe au mwanao, unaona nimempatia chuma mtoto, sina wasiwasi, kastarehe pale ibada na hivi. Huitambui kesi hata siku moja kukujia kwa mwanao hivi na hivi, au hamna kesi kama hiyo. Ni kwamba watu wanaishi kistaarabu, wanaishi kwa tabia za Qur'an al-Karim. Wanqadhatil jalsa, kikamalizika kikao kile pale. Watawajjaha, akaelekea al-alimu, sasa yule mjuzi Sa'id bin Musayyib. Kamaliza kikao, shamaliza mjumbe, kamenda zako bwana, sina jingine kukulipa mimi, sina jingine la kukujibu isipokuwa nenda kamjibu hivyo. Akaondoka mwanachuoni al-arifu billahi, mwenye kumtambua Mwenyezi Mungu vizuri sana, Saidun ila baiti, anakwenda nyumbani kwake. Sasa fika nyumbani, fawajada ibnatahu, akamkuta binti yake huyo
ambaye zimekuja posa kuposwa yeye. Allati, binti yake, tusamma, akiitwa jina Arabab, akiitwa Rabab. Wajadaha, akamkuta binti yake jalisatan, amekaa kitako kidogo hivi kama kachoka choka. Waqala laha, akamuuliza, madha kunti tafaalina, mwanangu ulikuwa unafanya nini, kwa kazi gani, mbona hivyo? Ya ibnati, mwanangu, madha kunti tafaalina, ulikuwa na kazi gani punde hivi kwani? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake akamwambia, kuntu aqra'u alquran alkarima, nilikuwa nasoma Qur'an tukufu. Ala, ndo machoka hivyo. Qala laha, baba mtu akamwambia mwanawe, fahal fahimti ma qara'ati, je binti yangu umekifahamu lakini ulichokisoma au kasuku tu? Qalat lahu, binti akamjibu baba yake akamwambia, ya abatahu, baba yangu, hivi nimekaa hapa na kusubiri wewe, ni kwamba mpaka nasinzia machofu haya si kwa Qur'ani hivyo, ni kwamba nakusubiri uje. Laqad waqaftu, na nakusubiri kwa sababu nimekwama, nimesita, amama ayatin wahida, kwenye kisomo changu nimekwama kwenye aya moja. Uriduka, na kutaka baba yangu mwanachuoni, na naamini kwamba utanipa jamu mwafaka. Uriduka an tuallimani, na kutaka baba unifundishe, nimekwama kwenye aya moja. Baba mtu akona mambo makubwa sana, kitabu chote aya moja imekushinda. Ma hiya, aya gani mwanangu hiyo? Wewe umefahamu Qur'ani yote nzima isipokuwa aya moja tu. Mwanawe anatoka lingopinzani kule uposa zake, anakuja hapa, si kama atamkuta ana piano mbele yake, kuna piano pam 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 pam, hapana, hana piano wala hana kaseti ambayo yarusha roho, kamkuta kumbini kwake pale ana enjoy nayo, wala hana kibinankoe, kuna wanawake pale na wanaume kita viuno yuko pale tazama, hana kitu kama hicho kabisa. Amemkuta kachoka na msubirie baba mtu, kuna aya inamtaabisha, aya moja tu, kila akenda akirudia asema, hichi kitu gani hichi? Pahala pote anajiona sawa sawa kabisa, kafahamu vizuri, lakini aya moja inamtaabisha. Ngoja bangu, ngoja sasa hivi babangu atakuja sasa hivi. Kumbe babake alikuwa na mapambano kule na mjumbe wa Abdul Malik ibn Marwan, wanapambana kule na kuhusu poza lake mtoto mwanamke. Yeye kawa anamsubiri, atalipokuja kachuka mtoto wa kike. Ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa nikisoma Qur'ani. Ala, lakini ulichokisoma umekifahamu? Akama naam, lakini nimekwama kwenye aya moja. Aya moja. Watoto wetu majumbani, wazazi wakirejea, wanakuta watoto wamekuja na boyfriend wao, yuko wazi wazi hivi, anamtambulisha kwa wazazi wake, basi rafiki yangu huyu na hivi na hivi na hivi. Hakuna heshima, hakuna stara, hakuna chochote kile. Nyumba hizi, funga yako ya Ramadhani ulionayo kwa Uislamu ikulee ikufikishe pale. Hawa watu wanifanikiwa mpaka Mtume wa Mungu anasema, khairul quruni, katika bora ya karne, ma ana alaihi wa ashabi, ni katika karne ambazo mimi nimeishi karne hizo na sahaba wangu, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kina sisi hatukuingia pale maskini, lakini tuna fungu letu na sisi vile vile. Vigezo vipo hivi hapa tunavyo, vitabu vipo, ni kufungua tukasomeshana tu, ni kufungua tukapelekana tu. Kitu gani mwanzo tufahamu, hebu tukunjulie kidogo, ndo kama hivi. Na wakati mzuri wa kupelekana hapa ni kipindi hichi sasa hivi, nyoyo zinakuwa zimemwelekea Mwenyezi Mungu zaidi kipindi hichi. Basi ni kwamba binti sasa kampa babake homework. Kuna aya ya Qur'ani ambayo kidogo imemkwamisha, atakujua aya gani hiyo.
Innama wajadaha, baba mtu kafurahi mno, kamkuta mwanawe tajlisu amama jalis, amekaa na rafiki mzungumzaji, lakini sio boyfriend, sio jirani, sio hivi na hivi, hapana. Amekaa na mzungumzaji ambaye la yamallu hadithuhu, hazichoshi hadithi zake, masimulizi yake hayamchoshi mtu. Akafika pahala hataki tena siku ya pili yake kutaka kujua maana yake ikoje. Kila siku Qur'ani utaona inakupa maana mpya, laha maanin kama ujil bahari, ina maana kama mawimbi ya bahari, kila siku mpya mpya tu, hayachoshi mazungumzo yake. Huyo ndo alomkuta baba mtu anamkuta mwanawe anazungumza naye. Ulikuwa na kazi gani? Nilikuwa soma Qur'ani. Ala, umefahamu? Nifahamu. Lakini aya moja imenikwamisha. Baba mtu hapo atakuwaje hapo sasa? Amama kitabillah, rafiki wenyewe aliyekuwa mazungumzo yake hayachoshi na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Khairu jalisin, katika bora ya mkazi uliokaa naye ni kitabu cha Mungu unazungumza nacho. Idha aradta an tukallima Allah, ukitaka wewe mja kumsemesha Mwenyezi Mungu, fadkhul fi salati, ingia kwenye sala, utamsemesha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idha aradta an yukallimaka Allah, na kama utataka Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, faqra al-Qur'ana, soma Qur'ani. Mwenyezi Mungu asema na wewe sasa, na maneno yake hayachoshi. Hutofika pahala ikawa umechoka taabani, hutaki tena, umeudhika, hutaki tena maana nyingine mpya. Kila siku itakupa ragba, utaki kujua zaidi. Na Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan, kama mtamcha Mwenyezi Mungu kwenye maneno yake atakupeni utambuzi kuitambua. Ina maana kuna baadhi ya mambo hatuyatambui. Mtoto mwanamke amekwama sasa, huyu pengine kuna kitu cha ucha Mungu kidogo akikifanya atapata kujua, lakini anaye baba kumtegemea mwanachuoni angalau. Je, binti zetu kama watakwama kwenye Qur'ani, sisi wanategemea vile vile? Tunao uwezo kidogo angalau matayasara kumwambia hapo bwana ilivyo, sababu nuzuli yake ilikuwa hivi hivi hivi, na hapo Mwenyezi Mungu hapo anakusudia hivi na hivi na hivi na hivi. Amekwama kwenye aya ya Qur'ani Karim, anaambia babake, nataka aya hii na kusubiri, nimekaa kitako hapa, uje unipe maana yake. Nikasema leo silali, basi aya moja hii tu mpaka njuma na kilini aya hii. Amama kitabillah, amemkuta mbele ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ambacho kitabu hichi khairu jalisin, ni mbora kukaa naye mzungumzaji. Inna khairal hadithi kitabullahi wa inna khairal kalami kalamullah, haka bora ya mazungumzo ni maneno ya Mwenyezi Mungu bwana, bora zaidi kuliko yote duniani. Bas innana indama nu'arridhu hadhihi an-namadhij, na kasisi hivi sasa wakati tunahudhurisha mifano hii mbele ya watu, kuanzia wasikilizaji hapa waliopo na wengine watakaopata baadaye, tunachokikusudia hapa kwa hakika, nuridu an nunabbiha al-umma, twataka kuunabihisha umma, kuuzindua umma uamke katika usingizi mzito. Al-umma, umma wenyewe si umma tu al-islamia wa Kiislamu. Anna al-aduwa, ya kwamba uzindukane hivi, ya kwamba adui wa Kiislamu ma tamia, hajapatapo adui wa Kiislamu kuweka tamaa. Adui huyo pengine ni Ibilisi, shaitan rajim. Hajapatapo pahala kuweka tamaa kwamba atashinda, kwamba atapata pointi achukue, hajapata kuweka tamaa. Anna al-aduwa, umma uzindukane ya kwamba adui ma tamia fiha, hajapatapo kuweka tamaa katika umma wa Kiislamu, illa isipokuwa ameka tamaa indama tarakat kitab Allahi, umma ulipokiacha kitabu cha Mungu pembeni. Hapa kaona basi umekwisha, mambo yenyewe Qur'ani ndo kazi yake hiyo, kazi yake maiti tu Qur'ani, kazi yake hiyo tu, basi wamekwisha hapo. Lakini ilikuwa kama wameichukua dustur, ndo katiba hasa
ya mwongozo, adui hana nafasi kwa hakika. Anangojea pala pengine. In anna la aduwa, hakika ya adui yetu, ikiwa kijini au kibinadamu, ma tamia fiha, hajapatapo kuweka tamaa katika umma wetu huu, illa isipokuwa tamaa yake indama tarakatil ummatu kitab Allah, wakati ulipoacha umma huo kitabu cha Mwenyezi Mungu. Umekwisha. Hajaratil buyutu, majumba yetu Waislamu yamekihama, min kitabillah, kitabu cha Mwenyezi Mungu amekihama. Hata mtu akitaka kuposha mwanawe, kitabu cha Mungu hakina nafasi. Kuna vitu vingine pale kwa hakika. Kuna ufungaji wa magoli, ananunuliwa kwa kilabu hii na hii, kwa hivyo binti yangu atapata skora. Huko ndiko tuliko. Na wakati mwingine upuuzo ulimwengu, yuko chama gani cha kisiasa. Qur'ani mtu anaja nayo hivyo, hataki kujua binti yangu nikimpeleka hapa nimemtosa au nimempeka chuoni. Angalii kabisa. Basi adui yetu iko kijini au kibinadamu, hajapatapo kuweka tamaa kwamba umma utaweza kupoteza, isipokuwa umma ulipokiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu, asi hapo kaona kwamba iko tamaa ya umma nitauweza. Iko tamaa. Kumbuka adui yako anamwambia Mola wake aliyomuumba ya kwamba fabima aghwaitani, Mola wangu kwa kuwa mimi umeshanihukumia mpotevu, la aqudanna lahum, nitawakalia kidete viumbe hawa ambao unaona wewe bora zaidi kuliko mimi. Hata kunipa amri kuporomoka mimi, kipaji changu nikike chini kusujudu, basi mimi fabima aghwaitani, kwa kuwa umenihukumu mimi kupotea, la aqudanna lahum, nitawakalia watu hawa siratakal mustaqim, katika njia yako ipi? Lakini al-iwaj la al-mustaqim. Zama alipokuwa intelligence ibilisi huyu, atakaa kwenye njia iliyonyooka, ndo haja yake kuitia dosari, kuiharibu. Kule katika mabaa na madanguro hana haja nako. Wale tayari wanachama wake wale wanini wale, anamtaka yule 5 salawati, anamtaka kwenye tarawih mtu ampoteze pale, anamtaka mtu kwenye Qur'ani amwangamize pale. Sio yule ambaye yuko tayari kesha chukuliwa na yeye, hana haja naye yule kabisa. La aqudanna lahum, nitawakalia waja wako hawa sirataka, katika njia yako ipi? Almustaqim, ambayo imenyooka, ya kuja moja kwa moja kwa wewe kupata ndoto zako, nitaizingia mimi. Thumma, kisha mimi baada ya kukaa hivyo, la atiyannahum, tawaendea, min baini aidihim, kuanzia mbele yao, wa min khalfihim, na nyuma yao vile vile, wa an aymanihim, na nitawaendea kuliani kwao, wa an shamailihim, na kushotoni kwao pia nitakwenda, nitakaa mbele nyuma kulia kushoto. Kwa hali kama hii, wewe Mwenyezi Mungu, wala tajidu, utompata yoyote, wala tajidu aktharahum shakirina, hutowapata wengi wao watakao kushukuru wewe. Wengi nitachukua mimi. Tuonyeshane makarama mimi na wewe sasa. Nani huyo anamjadili Mwenyezi Mungu? Hana adabu. Lakini mbona kaacha pembe mbili? Kwani pembe ni 4 tu, nyuma, mbele na kulia na kushoto, juu mbona kwenda, chini mbona kwenda? Kaacha pembe mbili. Alijua kwamba kule kuna moto, hakwendeki. Alifahamu Ibilisi ya kwamba juu kwa teremka wahi, na kiumbe kama atapokea wahi kwa Mola wake, akafahamu wahi ni kitu gani, hawezekani, kisha hawezekani. Na chini ni pale ambapo aqra'u ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Mtume anasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih, katika nafasi alokurubia sana mja kwa Mola wake, wa huwa sajidun, pale ambapo kasujudu. Fakfir min ad-du'ai, basi fanya wingi sana mja kuomba dua. Ukifika hapa chini hapa, mwambie Mwenyezi Mungu, japo baba yako na mama yako muombe, Rabbi
ighfir li wa liwalidayya kadha kadha warhamhuma kama rabbayani saghira, japokuwa wao kumbuke pale, kwa sababu dua ambayo itaombwa katika sida, Mtume anasema fakaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwa uhakika ya kwamba patajibiwa maombi yenu ikiombwa hapa chini. Hapa kapaogopa Ibilisi, hapa hakuja hapa, atakaa kuliani kwao na kushotoni na mbele na nyuma, lakini juu na chini akwenda. Alifahamu kwamba Mwenyezi Mungu hakuna ambaye anamkiuka yeye, hakuna kilichokuwa juu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Yeye al-Aliyu, aliye juu ya kila kitu, na khalafu chini hapa ameweka Mwenyezi Mungu nafasi tukufu ambayo kiasi ambacho mja wake akifika pale, Mtume anasema aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa sajidun akthir min ad-du'ai fa sajidun. Hapa shaitani akiona mja amesoma Qur'ani, ndani yake kuna aya tilawa, na akaporomoka akasujudu kwa kufata maelekezo aya ile, basi shetani hulia, ya waili, ole wangu mimi, hapa nitafanikiwa hapa mimi hapa. Umira ibn Adam bisujudi, ameamrishwa mwanadamu kusujudi, fasajada, na akasujudu, falahul janna, ana pepo guarantee, si mwezi. Wa umirtu bisujudi, na mimi nikaamrishwa ni sujudi, faabaitu, nikakataa, falia nar, mimi nina moto wa Mungu. Hakuna hivyo la hivi. Hapo ndipo anaposikitika, anaposikitishwa, anakata tamaa. Unapoporomoka kwenda katika sida, hebu tulia kidogo basi mja, tulia kidogo, usiguse ukaondoka ukadonoa ukansabusati, tulia kidogo angalau. Mwambie Mwenyezi Mungu mawili matatu, muadhimishe, msabihi Mwenyezi Mungu, mtamkie maneno makubwa mno yanayomfurahisha, yanamridhisha. Mwambie Mwenyezi Mungu subhana dhul jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Mwambie Mwenyezi Mungu hivyo, subhana rabbiyal a'la, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mwambie Mwenyezi Mungu maneno hayo, usiguse ukaondoa njiani bwana, tulia tuli kidogo. Lakini wapi, majumba yameharibika kwa hakika. Hajaratil buyutu, yamehama majumba, min kitabillahi, kukihama kitabu cha Mwenyezi Mungu. Matokeo yake waashasha ashaitanu, akajenga nyumba mbovu mbaya katika nyumba ile, wa faraha, na akataga mle shetani. Sio nyumba tu, kataga mle mle. Majumbani mwa Waislamu mna filamu za video chungu nzima, mbovu mbaya na nyingi ni mbaya. Hakuna mtu ambaye anataka maslaha kidini kabisa kabisa. Katika majumba ya Waislamu mmejaa vikorokocho chungu nzima, muziki, majimbo, mafudhalati chungu nzima. Hakuna moyo wa Muislamu uliotulizana. Fil buyuti, kwa hakika, walaisa fil buyuti, hakuna katika majumba, man yatmainu qalbuhu bidhikrillah, kiumbe ambaye umetulizana moyo wake kumcha Mwenyezi, kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Tabu sana. Mtoto wa Said bin Musayyib amekuwa na kitabu cha Mungu na amekereketwa na aya moja. Aya gani hiyo ambayo namsumbua? Ataduruna madhil aya, je, mwajua aya gani hiyo? Pengine na mimi nawe vile vile hatuyaiona undani wake. Pengine aya iliyomsumbua mtoto huyu ni aya nambari 201 katika sura Al-Baqara 201, aya isemayo rabbana atina fid dunya hasana, yani wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari. Hapa pamemshangaza hapa. Kwa sababu gani kashangaa? Ya kwamba anapojua yeye ya kwamba uzuri wa akhira anaujua ni pepo, lakini uzuri wa dunia kitu gani? Anangoja baki aje. Je, sisi hapa uzuri wa dunia tuujua? Kazi iko hapo sasa. Basi uzuri wa duniani inshallah tutakuja kuangalia
katika darasa ijayo. Kuna uzuri duniani, ama uzuri wa akhira. Mtoto na babake, baba, katika aya hii rabbana atina fi dunia hasana, mimi ninasoma naomba hivyo dua zangu, lakini kusema kwamba tupe katika dunia hii mazuri na akhira kuna mazuri, wakina adhaban nari, mimi nishaelewa kwamba uzuri akhira ni pepo na kukingwa na moto, lakini duniani sijaelewa bado. Dunia kuna kitu kizuri hapa? Mtoto nyumba kubwa huyo, baba yake Said bin Musaib anakataa posa zake kumpeka katika uongozi, anakataa. Na mtoto naye vivyo hivyo ndivyo alivyokuwa katika nyumba hiyo, anataka kujua uzuri duniani. Sasa je, uzuri wa dunia ni kitu gani? Tusubiri kidogo, inshallah Ijumaa ijayo mtakuwa tena na darasa yenu hapa akipenda Mwenyezi Mungu. Lakini kesho akipenda Mwenyezi Mungu, panapo hai na majaliwa na tawfiki yake Mwenyezi Mungu, darasa Jumamosi kesho itakuwa raha leo, na Jumapili vile vile. Jumamosi na Jumapili itakuwa raha leo inshallah taala. Jumatatu tutaelekea pako pala panaitwa Mpendae katika msikiti wa Meritajo. Jumanne na Jumatano nitakuwa Kikojuni inshallah. Alhamisi nitakuwa Betrasi, Ijumaa nitakuja tena hapa biidhnillah karim. Kwa hivyo huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hichi ni katika chuo maalum darasa kaifundisha na kaiasisi mtume wa Mwenyezi Mungu. Yakulu fiha alhabibu almustafa, anasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa katika darasa hiyo, kila mara akisema albirru, jamani wema, la yabla, hauozi, wadhambu, lakini dhambi vile vile la yunsa, isauliwi, wadayanu, na Mwenyezi Mungu mlipaji, la yamutu, hafi milele, hafi Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo i'mal ma shi'ta, fanya kama ulivyopenda mwenyewe, kama tadinu, kaa ukijua kama utavyotenda tudanu, utalipwa, wa bilkaili alladhi takilu tuktalu, na kwa kipimo kile kile ulichopima ndo tutapima wewe vile vile. Wa yakulu aidan, na pia mtume akasema vile vile, kullu ibn adam khata'un, wote wanadamu wana tabia moja kukosea, wa khairul khata'ina, na wazuri ya wakoseaji at-tawwabuna, ni wale ambao wanatubia haraka haraka. Siku zetu za kutubia sasa hivi, na turudi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tumefanya mambo chungu nzima, mpaka jamii zetu hatujui tunampa nani wala tunakaa na nani. Hatujiulizi mama watoto wangu itakuwa ni mtu namna gani, wala mwanamke hajiulizi baba yao watoto wangu ni mtu aina gani, anaingia kesha lewa chopi, anaingia vipi, ni baba gani huyo atakayefaa kuwa katika nyumba yangu mimi. Inshallah, nakumbuka katika matoka mchana tulikuwa na madrasa yetu hapa mtaani, tukiichangia kwa ajili ya kuweka madrasa kwa ajili ya wanawake. Jambo kubwa sana hilo. Ni kwamba tulipumzika kidogo, lakini sasa tunaanza na upya vile vidasa zimeanza.